Taarifa rasmi kuhusu Niffer wa Tanzania, Jennifer Niffer Jovin. Hapa ni muhtasari wa kilichotokea kwa Niffer hivi sasa pamoja na hali ya kesi yake, lakini kumbuka, taarifa zinaweza kubadilika na bado hali ni haifahamishi kikamilifu. Nini kinachojulikana? Niffer, ambaye pia anajulikana kwa jina la kutumia mitandao ya kijamii TikTok na vingine, amekamatwa nchini Tanzania kwa mashtaka ya uhaini, treason, na makosa mengine ambayo yanahusiana na madai ya kuhamasisha fitina au maandamano ya uchaguzi. Makosa yaliyotolewa dhidi yake ni pamoja na kuhusika katika makusudi ya kufanya vitendo vinavyoweza kudhuru serikali, kuhamasisha watu kwa ajili ya maandamano, na kuhusika na uharibifu wa miundombinu au kuchochea mzozo wa kisiasa. Kiasi kikubwa cha watu, takriban 22, wamekamatwa na kushitakiwa kwa makosa hayo, na Niffer ni mmoja wao. Kesi yake imeibua hasira na mjadala mkubwa nchini na nje ya nchi kuhusu haki za binadamu, hakikisho ya uhuru wa kujieleza, na matumizi ya sheria kubwa ya uhaini dhidi ya mtu anayehusishwa na jukwaa la mitandao ya kijamii. Katika sheria ya makosa ya jinai ya Tanzania, uhaini, treason, ni mojawapo ya makosa makubwa yanayoambatana na adhabu kali, ikiwa ni pamoja na kifo kwa baadhi ya hali. Serikali inadai kuwa kitendo cha kuandaa au kushiriki katika makusudi ya kuipindua serikali au kuhamasisha watu kupinga mamlaka kwa njia zisizo halali kinaweza kuhesabiwa kama uhaini. Kihusu changamoto na masuala, kuna madai kuwa Niffer alishikiliwa bila haki ya ushauri wa kisheria au akiwa chini ya unyanyasaji wa polisi, kwa mujibu wa mawakili wake na waandishi wa habari. Wengi wanaona kuwa sheria hiyo inatumiwa kuzuia uhuru wa kujieleza na mitandao ya kijamii, hasa wakati wa uchaguzi ambapo hali ya kisiasa iko nyeti. Kuna kutokuwa na uwazi kamili kuhusu ushahidi unaowekwa dhidi yake, na hali ya mahakamani kama vile uchunguzi wa kesi hiyo bado unaendelea. Hata ikiwa kitendo chake hakihusiani na kudhoofisha serikali kwa njia ya kijeshi au kuwa sehemu ya mpango wa kupindua serikali kama wengi wanavyofikiria, sheria ya uhaini inaweza kutumika kwa maana pana nchini Tanzania. Ikiwa atakabidhiwa hatia, adhabu inaweza kuwa kali, jambo ambalo linaweza kuwa hatari kwa uhuru wake na maisha yake. Jamii ya kimataifa na makundi ya haki za binadamu wanaangalia kesi hii kwa kina kama ishara ya jinsi mitandao ya kijamii na uhuru wa ubunifu wanavyoweza kuzuiwa kwenye nyanja za kisiasa.